Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ba'du. Mpenzi mtazamaji, bwana, leo tunaendelea na darasa zetu, na leo bwana, nataka nikupe miongoni katika vitu vyenye faida. Wewe unanisikiliza, inaweza ikawa kwako ama inaweza ikawa kwa ndugu yako, jamaa yako ama rafiki yako, inawezekana akapata faida hii baada ya wewe kunisikiliza. Hebu nisikilize, tulia kwa dakika kadhaa upate faida hii ambayo pengine inaweza ikawa ukombozi katika maisha yako. Unaweza kujiuliza ni faida ya namna gani ambayo nataka nikupe? Basi ni vyema kutega walau kwa dakika kadhaa kuendelea kunisikiliza, lakini wakati unaponisikiliza usiache kusubscribe, kushare na kucomment yale ambayo utakakuwa unaona katika video hii. Bwana, leo nataka nikupe faida juu ya ugonjwa unaitwa maradhi ya sukari. Hivi ulishawahi kusikia kuna ugonjwa wa sukari? Bila shaka na imani utakuwa umefahamu maradhi haya kwa kiwango kikubwa, aidha kwa kuona mtu katika familia anaumwa maradhi ya sukari, ama we mwenyewe pengine unaugua ugonjwa wa sukari, ama pengine kuna jirani rafiki umeshawahi kuona akiumwa ugonjwa wa sukari ama kusikia tatizo la ugonjwa wa sukari. Basi nataka nikwambie moja katika vitu ambavyo unatakiwa muombe sana Mwenyezi Mungu akuepushe kupata magonjwa ya design hii, hususan magonjwa haya yasiyoambukizika. Ni magonjwa mabaya sana, na katika vipindi vyetu tutaendelea kufululiza pia aina ya magonjwa ambayo yasiyoambukizika yanaongoza kwa kuumiza watu, lakini utapata namna gani ya kuweza kujisaidia juu ya maradhi haya. Leo nataka nizungumzie ugonjwa huu, unaitwa ugonjwa wa sukari ama hyperglycemia kwa majina ya kibiolojia. Ugonjwa wa sukari ni ugonjwa wa namna gani? Ugonjwa wa sukari ni aina ya ugonjwa ama matatizo ambayo yanayopelekea kiwango cha sukari kuwa kikubwa katika damu ya mwanadamu. Yaani ugonjwa wa sukari ni ugonjwa ambao unasababisha ama ni ugonjwa ambao tunasema ni kuongezeka kwa kiwango cha sukari katika damu ya mwanadamu, ambao kiuhalisia kiwango hiki cha sukari ambayo inayopatikana na vyakula haitakikani kuwa katika kiwango kikubwa ndani ya damu ya mwanadamu, na leo kama kikiongezeka basi maana yake ni rahisi kuathiri viungo vya mwili wa mwanadamu. Na ugonjwa huu ni mbaya ni kwa sababu moja, ubaya wake unatokana kwa sababu mwili wa mwanadamu hakuna kiungo kinachofanya kazi, lazima kipate damu kutoka katika moyo, aidha figo, ini, bandama, macho, kila kiungo chukijua wewe lazima kipate damu kutoka katika moyo, maanake damu inatembea katika mwili mzima wa mwanadamu. Kwa hiyo ndio maana sukari inapoongezeka katika mwili wa mwanadamu, basi automatically mtu huyo lazima anaweza kupata athari za matatizo mbalimbali ndani ya mwili wake kwa sababu ya ugonjwa ama kuongezeka kiwango cha sukari katika damu yake. Pengine unaweza ukajiuliza nini kinachoweza kusababisha kiwango cha sukari kuwa kingi katika damu ya mwanadamu kuliko kawaida. Sababu ziko nyingi, lakini moja ya sababu kubwa ni sababu ambayo inaweza kupelekea kutokana na kiungo maalum, ambao kiungo hiki tunazungumzia ni kongosho ama pancreas. Mwanadamu anapokula chakula chochote chenye asili ya carbohydrate ama mafuta, kuna wakati tunasema vyakula hivi vinaweza kupelekea ya product ya mwisho huwa inazalishwa kitu kinachoitwa glucose ama ni sukari, aidha kwa namna nyingine fructose ama maltose, yoyote ile inasababishwa ama inazalishwa sukari. Sukari hii inapojaa ndani ya mwili wa mwanadamu inaenda kupelekea madhara katika viungo vingine na kuanza kufa kwa sababu ya kiwango cha sukari. Mwenyezi Mungu akajalia akaweka kitu kinachoitwa pancreas kwa maana ya kongosho. Kongosho kazi yake nini? Ina kazi kubwa mbili. Moja, kazi ya kwanza ni kwenda kufanya digestion katika tumbo la mwanadamu ama kumeng'enya chakula katika utumbo wa mwanadamu ili mwanadamu aweze kupata digestion yake vizuri. Lakini kazi ya pili ni kazi yake kubwa ni kuregulate kiwango cha sukari ama kusawazisha kiwango cha sukari katika mwili wa mwanadamu ambao tunaita double bond. Maana yake wakati inaweza kutoa enzymes, wakati huo inaweza kutoa pia na hormones ambazo zinaweza kuregulate kiwango cha sukari katika mwili wa mwanadamu. Sasa miongoni katika hormones ambazo zinapatikana katika kongosho ama pancreas, kuna hormones za namna mbili. Kuna hormones ya kwanza inaitwa insulin, lakini kuna hormones ya pili inaitwa glucagon. Hii hormones ya insulin kazi yake kubwa ni kwenda kupunguza
hatari ya kiwango cha sukari kinachoongezeka katika mwili wa mwanadamu. Maana yake huyu mwanadamu sukari anapokula chakula, mfano mathalan anapokula chakula chochote, either wali ama ubwabwa ama chochote kile chenye asidi ya wanga, sukari inapoongezeka katika damu yake, maana yake katika ile kongosho kuna seli maalum inaitwa beta cells. Hizi beta cell kazi yake kubwa ni kutesti kiwango cha sukari kilichomo katika damu, na kushakuja kujua kwamba kuna kiwango fulani cha sukari kipo katika damu, basi beta cell inaenda kuichochea kongosho, inatoa hormones inaitwa insulin. Hii insulin kazi yake kubwa sasa ina convert hii sukari kutoka katika damu ambayo inaitwa glucose na kupelekwa katika misuli inaitwa glycogen. Maana yake yanahifadhiwa kama mafuta, yani sukari inabadilika inakuja kuwa ni mafuta, inaanza kuhifadhiwa katika sehemu mbalimbali za mwili, either katika tumbo, katika muscles, mpaka katika baadhi ya organs za mwili wa mwanadamu. Sukari hii inapohifadhiwa kama sehemu ya mafuta, sasa pale tunamkuta mwingine mtu anaweza akaanza kunenepa, anakuwa na fats, maana mwili unakuwa mkubwa. Kwa nini? Sukari inazidi kukonvertiwa. Sasa ikiwa mwanadamu huyu kadiri anavyokula vyakula alafu afuate utaratibu wa kuondoa sumu katika mwili wake, maana yake sukari inazidi kuongezeka katika damu. Sasa na kongosho haiwezi kuangalia sukari inaendelea kuongezeka katika damu, maana yake kwa kuwa inapata taarifa kutoka katika seli inaitwa beta cells, maana yake sasa inalazimika kutoa hormones inaitwa insulin kukonvert kiwango cha sukari kutoka katika damu na kupeleka katika misuli. Ndio mkuta mtu ananenepa bila mpangilio wote. Sasa mtu huyu anaponenepa sana na hana mazoezi, hana vitu anavyofanya kuondoa sumu, maana yake itafikia kipindi insulin inazidiwa kutoa sukari katika damu kuipeleka katika misuli. Matokeo yake insulin inaanza kufeli, kwa maana ya kufa, inashindwa kukonvert kutambua kiwango cha sukari. Matokeo yake mwanadamu anaanza kupata ugonjwa wa sukari, ambao hii pia tunasema ni aina mojawapo ya ugonjwa wa sukari, kwa insulini kushindwa ama kufeli kukonvert kiwango cha sukari kutoka katika damu kuwa katika sehemu ya mafuta kuhifadhiwa katika mwili. Na hapa ndipo unapoanza kuzalishwa ugonjwa wa sukari, ama tunaita hyperglycemia. Ugonjwa wa sukari umeanza kutengenezwa katika mfumo huo. Hii tunasema ni aina mojawapo ya sukari, lakini kuna aina ya pili ya sukari. Hizi cells ambazo tunazungumzia alpha na beta cells, ambazo zina tabia kwenda kukonvert kiwango cha sukari kutoka katika sukari katika damu kwenda kuiambia insulin ile kongosho, ili itoe insulin kwenda konvertiwa kwa sukari kwenda kwenye mafuta. Kuna aina nyingine ya sukari ambazo zile cell ambazo itakiwa ziweze kuchochea kongosho kutoa hormones ya insulin zinaposhindwa kutoa zile taarifa, maana yake matokeo yake kongosho insulin iko vizuri, inaweza kutolewa, lakini inashindwa kutolewa. Kwa sababu gani? Taarifa inashindwa kupatikana. Hiyo pia ni aina ya sukari. Lakini yote kwa yote, tunapozungumzia hivi vitu vinaposhindwa vinapofeli kupeleka taarifa na kuregulate kiwango cha sukari na kusababisha sukari kuongezeka katika damu, yote haya yanasababishwa na ulaji wa vyakula bila kuwa na utaratibu mzuri. Yani mtu anakula vyakula bila kuwa na utaratibu mzuri. Matokeo yake sasa, mtu anapokuwa na utaratibu, hata anapokuwa anakosa utaratibu wa kuweza kula, matokeo yake sasa sukari inakuwa inaongezeka. Kwa hiyo sukari unaweza kuidhibiti katika hatua za awali kwa kuzingatia vyakula unavyokula, kwa sababu kitaalamu sukari zipo za aina kubwa tatu. Kuna simple sugar inaitwa monosaccharides, kuna double bond sugar ambayo inaitwa disaccharides, afu kuna sukari ambayo tunaita yenyewe ni polysaccharides. Lakini kuna hii sukari inaitwa polysaccharides. Ni sukari mbaya sana, kwa sababu sukari kadiri inapozidi kuwa na double bond, kuwa na bonde kubwa ama kuongezeka kwake, basi ndivyo utamu unavyopungua. Na bahati mbaya sukari hizi Mwenyezi Mungu ameziweka kwenye baadhi ya vyakula, mfano vya nafaka. Ukisikiliza mahindi, ngano, ndizi ambazo mbichi, mihogo, viazi mbatata, sawa, vyote vimejaa sukari. Na ndio maana utakujua vyakula hivi ukijaribu kuvionja, sukari yake unaipata kwa mbali sana. Maana yake nini? Sukari hizi zinakuwa ngumu, kwa sababu bondi yake inakuwa ni kubwa kuvunjika. Mwanadamu anapoitumia inaenda kuongeza kiwango kikubwa cha sukari katika damu. Kwa moja sababu ya kwanza, mwanadamu anapata sukari kwa sababu kushindwa kuzingatia vyakula vyake na kushindwa kufanya mazoezi. Sasa mtu anatakiwa adhibiti sukari wake katika hatua za awali kabla sukari haijaongezeka katika damu. Sasa nafasi ya pili, tunawezaje kuregulate ama kuweka kumsawazi wa sukari katika mwili wa damu? Kwa kufanya mazoezi. Kabla hujapata sukari, jitahidi
kuondoa kiwango cha sukari kwa kufanya mazoezi, maanake zile aerobic exercise maana tunakusudia zinasaidia kuvunja kiwango cha glucose na kwenda kubadilishwa kwa katika mfumo wa vitu vingine. Sasa ikitokea ndio ushapata ugonjwa wa sukari, unafanyaje? Hospitali ukienda hakuna namna zaidi ya kuchomwa sindano na vidonge ili kuendelea kuregulate sukari, lakini bado una ugonjwa wa sukari na kuzingatia vyakula. Ukishapata sukari unawezaje kujitibia? Sasa hapa ndio kuna baadhi ya vyakula ama virutubisho ama tunazungumzia aina za tiba mbadala ambazo zinazoweza kukusaidia kuregulate ama kuondosha kiwango cha sukari, na dawa zipo zinazoweza kuondoa ugonjwa wa sukari. Lakini leo mimi nitakupa dawa moja tu ambayo hii inaweza kukusaidia kwenda kukuondosha ama kupunguza kiwango cha sukari, itaenda kukusaidia. Na kama kuna mtu mwingine ambaye unajua na elimu ya kwenda kukupatia dawa za sukari, basi ni vyema nenda akakusaidia. Lakini leo nenda katafute dawa fulani, nenda katafute mvuje, nenda katafute mvuje. Kuna mti fulani unaitwa mvuje, tafuta na mti unaitwa mlonge. Mlonge huu unaotumia, tafuta majani ya mlonge, tafuta na majani ya mvuje, chemsha ya upate walau lita 5, alafu unatumia kikombe cha kahawa asubuhi, kikombe cha kahawa mchana, kikombe cha kahawa jioni, ila uwe una tabia ya kupima sukari yako, kwa sababu kuna wakati inaweza kushuka kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo jitahidi unapokula uwe una tabia pia kunywa, una tabia na kupima. Nenda kayafanya haya walau kutwa mara 3, asubuhi, mchana, jioni, kikombe kimoja cha kahawa ambayo umechemsha maji ya lita 5, mlonge pamoja na mvuje, utakusaidia sana kwenye kutibia sukari. Vinginevyo wapate wataalamu ambao wanaweza wakakupa elimu ya sukari, ama kama mbini utakuwa unahitaji elimu zaidi, basi unaweza kuwasiliana nasi kwa 0683369917 kwa ajili ya elimu zaidi. Inshallah tutaweza kupata elimu juu ya maradhi haya ya ugonjwa wa sukari, na imani utakuwa umeelimika. Usiache kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare live yetu, kushare kipindi chetu hiki ili wengine waweze kupata faida ya yale tunayozungumza. Kwa haya machache, afa minkum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.